Karibu, nitakuchukua kupitisha katika maombi ya fursa ya kuwezeshwa kutengenezwa website na shirika la DNG Tanzania, kwa maana Deploy and Nurturing Gallery. Ni shirika ambalo limetimiza miaka 5 sasa toka kuanzishwa kwake. Kwa katika kusherehekea sherehe hizo za kuhudumia jamii kwa muda wote huo, imeamua kuja na fursa ndogo, naweza nikasema, ya kusapoti mashirika madogo ambayo yanakuwa nayo kuweza kuwa na website zao wenyewe kwa ajili ya kuonyesha shughuli zao na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku pia kuwa na hata ile email, wanasema professional email za mashirika, mbali na hizi email tunazotumia za Gmail na vitu kama hivyo. Sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kujaza hiyo form ili kuweza kutuma maombi yako. Kimsingi utaingia kwenye website ya shirika, utaandika hapo www.dng.or.tz, utaenter na itafunguka hivyo website hiyo ya shirika. Ikifunguka utakwenda kwenye sehemu ya resource hapa. Ukienda kwenye resource kuna option, unaweza ukaenda kwenye our news ukapata, lakini pia ukienda kwenye available opportunities pale utaona. Kwa sisi tuende kwenye available opportunity, utaklik hapo, itakufungukia hiyo page ya opportunity. Kwa hiyo utashuka chini kwenda kuangalia hizo opportunities ambazo zipo. Kwa sasa ziko opportunity kama 3 zinavyoonekana, lakini sisi tunalenga kwenye opportunity hii ambapo pale itasema celebrating 5 years of impact, we launch website support for emerging NGOs, apply. Kwa ukienda pale ku click apply, itafunguka form, ambapo form yetu hii ina maelezo pale ya mwanzo kabisa kwamba website supporting for emerging NGOs in Tanzania. Kitakwambia kwamba katika kusherehekea miaka 5 ya matokeo ambayo tumeatenda sisi kama shirika, tumeamua kuoffer usajili au support ya website kwa mwaka wa kwanza, ambao itakuwa hosting na domain zitakuwa zote bure, lakini baadaye itakulazimu kulipia kiasi hicho, kwa maana utakuwa umelipia hosting na jina, ila design italipiwa mwaka huu wa kwanza na shirika la DNG. Lakini mwisho wa kutuma maombi yetu haya ni tarehe 30 ya mwezi huu wa 11, na kama unahitaji maelezo zaidi unaweza kuandika email hapo. Kama kuna jambo unataka ushare utaandika, lakini kumbuke hii form yetu ina kurasa jumla 7. Jumla kurasa ziko 7. Sasa tutakwenda kuzipitia kurasa zote hizo 7 ili kuweza kutuma maombi yetu. Tutaenda next. Katika ukurasa huu sasa inataka kuchukua taarifa za shirika linaloomba. Kwa hivyo tutasema jina la shirika, utaandika jina la shirika lako. Jina la shirika lako utaliandika hapo. Lakini utasema namba usajili wa shirika lako kama 1 2 3 4 utaandika hapo. Lakini utaonyesha mwaka lini umesajiliwa na shirika lako, mwaka utachagua pale. Itakuuliza kwamba ofisi ya shirika lako iko mkoa gani, utasema kama ni Manyara, maana halmashauri gani hapo Manyara iko, utasema labda Kiteto. Itakuelezea, itakuuliza kwamba shirika lako linalenga kufanya kwenye shughuli gani. Utasema kama ni elimu utachagua, kama ni afya utasema, kama ni masuala usawa kijinsia, vijana, lakini kama haipo katika orodha hiyo utasema pale hapa shughuli nyingine, utasema labda sayansi na teknolojia utajaza. Lakini kama ipo ndani ya hiyo utasema. Utaenda ukurasa wetu wa 3 sasa. Tumetoka ukurasa wa 2. Ukurasa 3 utataka kupata taarifa, hizi contact information, taarifa za ziada. Kwa maana mtu anayeomba jina lake ni nani, utaandika jina lako wewe unayoomba utajaza. Lakini pia utachagua wewe ni una nafasi gani kwenye shirika. Je, wewe ni mwenyekiti, wewe ni katibu, wewe mweka hazina, unaona, au wewe ni mkurugenzi mtendaji, au wewe ni chief executive officer. Utachagua. Au wewe ni mtu wa program, utasema. Kwa kama ni mwenyekiti utachagua na mwenyekiti. Mwenyekiti itabidi uweke namba yako ya simu, hapo utaandika namba yako ya simu.
Sawa, na hapa itakulazimu kuandika email yako, barua pepe yako, sawa. Na hapa itakutaka ujaze mitandao ya kijamii ambayo shirika lako inayo. Kama ushatengeneza Facebook ya shirika, utaandika hapo labda facebook.com labda shirika lako, sawa. Kama pia una Instagram, utaandika pale Instagram, utaandika hapo shirika lako na utaendelea. Kama una YouTube pia utaandika pale shirika lako na kuendelea, sawa. Baada hapo utaendelea next kwenye ukurasa mwingine. Kwenye ukurasa huu sasa tunataka kufahamu kuhusu vision, mission na impact ya shirika lako. Kwa utatuambia pale kwamba maono yako ni nini, maono ya shirika lako utatuandikia, lakini pia utatuandikia pale hiyo mission ya shirika lako, lakini pia utatuandikia pale shughuli zako za sasa hivi zako za shirika kwa sasa ni vipi, utatuandikia pale. Ukimaliza hapo utakuja kujibu swali kwamba kwa nini unahitaji kuwa na website au hiyo website kusaidia wewe kwa shughuli yako kwa namna gani. Kwa utaandika pale sababu wewe kuhitaji kuwa na website au anaweza tovuti. Utatoa sababu zako pale utaweka, sawa. Kutoka hapo utaulizwa kwamba je, una material yote ambayo unayo, kwa maana nembo labda ya shirika ulishaandaa, una rangi ya shirika labda na vitu kama hivyo. Utasema kama unayo utasema ndio, kama hauna utasema hamna. Kama unayo haya utasema unayo, lakini ukishasema unayo itakulazimu sasa wewe kuupload hicho kitu ambacho umekisema. Na mwisho kuupload ni size megabyte 100 katika format tofauti, PDF, inaweza ikawa sauti, inaweza ikawa document, inaweza ikawa mchoro au picha au presentation au spreadsheet au video na vitu kama hivyo. Kwa ukienda hapo ukisema upload itakuletea, unaona. Kwa hiyo unaweza ukadrag na kupaste au ukabrowse pale, unaona. Mfano hii hapa labda nasema ndo kitu changu nataka niki-upload hicho, unaona. Ukimaliza utaendelea ukurasa wa 5. Kwenye ukurasa wa 5 pia tunataka kupata zile commitment yako, unaona. Sababu hii tunasherehekea mwaka kwanza ni bure, unaona. Kwa kuna gharama ya kulipia jina, gharama ya kulipia hosting na gharama ya design ya utengenezaji wa website. Sasa mwaka huu ina maana vyote vitakuwa exempted, vitakuwa ni bure. Shirika DNG litalipia vyote hivyo. Ila nataka waone, je, baada ya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili utakuwa na uwezo wa kulipia kiasi hichi cha shilingi 100,000 kwa maana kukava hivyo vitu vyote? Ukisema ndio, ina maana utakubali hapo. Alafu anakuuliza uko tayari kushirikiana na shirika hili la DNG kuonyesha shughuli zinazofanya? Utasema ndio labda. Ukisema hapo utaenda kwenye ukurasa wa 6. Kwenye ukurasa wa 6 sasa wanataka kuupload, na ni option, sio lazima, ila ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuongezea sifa. Hapo anataka uupload cheti cha usajili wa shirika lako, kama una profile tayari la shirika unalo, kama una nembo, kama una picha, una document yoyote kueleza shirika lako. Na vile vile mwisho wa ukomo wa kuupload ni megabyte 100 kwa file, sawa. Kwa hiyo utachagua pale kwamba hiyo nayo nataka na upload, utaenda utachukua kule ambapo umeliweka wewe mwenyewe, utasema na hilo hapo una upload basi. Ukisha upload itakuja hapa. Kama una jingine unataka kuongeza utaenda vile vile
kwenye browser hapo utachagua kwamba ni hiyo na upload. Kwa hiyo inachukua format yoyote kama ilivyoandikwa hapa, ila ipata video, audio, document, PDF inachukua. Kwa hiyo ukishakuwa umemaliza utaenda kwenye ukurasa wa 7 ambao ndio ukurasa wetu wa mwisho wa fomu yetu hii. Katika ukurasa huu unaulizwa kuhusu pendekezo lako au upendeleo wako, wewe unapenda nini hiyo website ya shirika lako liwe ya namna gani kati ya hizi extension mbili, kati ya .or au .or.tz. Mfano ya .or ni hii hapa, lakini .or.tz ni hapa. Kwa hiyo utachagua kati ya hizi mbili. Kama mimi nataka either .com utachagua kisha na submit, au utasema mimi nataka .tz, .or.tz utachagua and then utasubmit. Kwa kuwa umesubmit hapa sasa, document yako itakuwa, maombi yako yatakuwa yametumwa na sisi tutakuwa tumeyapokea kwa ajili ya kufanyia kazi. Na kushukuru. Asante.